Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ni Pastor Jonasi, naishi Uganda, Kampala. Nimetaka niwasalimu magharibi ya leo kupitia ujumbe mfupi tu ambao Roho Mtakatifu ameweka kwa moyo wangu. Nataka twende tubarikiwe pamoja kwa huu ujumbe. Na ujumbe ambao ninao ni ujumbe ambao unasema nguvu ya mbegu. Nataka ujue nguvu ya mbegu. Mbegu ni nini? Najua kwamba kitabu cha Mwanzo 41:39 mpaka 40, Biblia inasema Farao akamwambia Musa, vitu vyote nimekupa uvitawale na uvitiishi, na kila yeyote utakayemwambia kitu lazima atakitekeleza, lakini kiti cha enzi cha ufalme sitakupa. Na kitabu cha Matendo 28 mlango wa 1 inaongea kuhusu habari za Paulo, wakati Paulo amefungwa kwenda Rumi ili aende kusamba. Na walipofika kwa bahari ili waelekee Melita, aseme Paulo akawaambia wale mabaharia ya kwamba, ndugu zangu, nina neno kubwa nitawaambia, ya kwamba malaika wa Bwana amenitokea, ameniambia kwamba bahari itachafuka, na bahari itakapochafuka meli itapasuka, lakini hata mmoja wenu hatapotea. Basi nakupa karibu kwa ujumbe huu mfupi, ujue nguvu ya mbegu. Na mbegu ni neno la Mungu. Kuna aina nyingi za mbegu. Kuna mbegu za avoka, kuna mbegu za papai, kuna mbegu za miti, lakini nitaongea juu ya mbegu, neno la Mungu. Acha nikupe vipengele viwili vitakuingiza kwenda kujua mbegu ni nini. Mbegu ni neno la Mungu. Ukizoea kuongea juu ya Yesu Kristo utaongea sana, paske Kristo ni mbegu. Mukristo mwenye atakamata neno la Mungu, huyo Mukristo atakuwa na nguvu. Hakuna baraka kubwa katika maisha ya mwanadamu kama kuishi neno. Neno lina nguvu, neno lina uwezo, sababu vitu vyote ambavyo unaviona viliumbwa kwa neno. Bila neno hakuna kitu ambacho kingefanyika. Hata wewe na mimi tuliumbwa kwa neno. Sasa neno ina vitesi kwenye wewe hawezi fika, lakini neno iko na nguvu ya kufika pale. Na hii naitangaza kwa mtu wa imani aliye hapa. Shika neno la Mwenyezi Mungu, litakuongoza safarini. Na mpenda Daudi katika Zaburi, anaimba Zaburi ya 105, anasema hivi Daudi, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Daudi alijua, alielewa ya kwamba bila neno hataua Goliati. Na vita ya Daudi na Goliati haikukuwa vita ya mawe, no, ilikuwa vita ya maneno. Paske Daudi alimwambia Goliati, unanijia kwa mikuki, kwa marungu, lakini mimi nakujia kwa neno la jina ya Bwana wa majeshi unayemtukana siku zote. Na Daudi alipojua vile, akaelewa ya kwamba bila neno hakuna kufaulu, bila neno hakuna kushinda. Nataka nimwambie mtu mmoja unayenifuata, neno lina nguvu, neno lina baraka,
neno litakuingiza fasi kwenye jamaa yako haijawahi kufika. Neno liko na nguvu. Neno litakupatia mariage. Neno litakuingiza mudestine yako. Ukiishi neno itakupatia bwana wa bien, bibi wa magasin. Neno lilipatia Daudi mariage bila fiansai, alipozingatia neno la Mungu likamuingiza mudestine yake. Nataka nikuambie magharibi ya leo, pointi ya pili, unaweza kuwa baba yako au mama yako, wote ni mbegu. Hata kama unaweza kana baba au mama, lakini tukuangalia vizuri, kuko matrasi ambayo iko ndani yako inatemwanye kama wewe ni mbegu ya baba au mbegu ya mama yako. Sasa mbegu ikiwa kwa mikono ya mpandaji haina maana, lakini mbegu ikitupwa ina maana. Nataka nikuambie hivi, wakati ungali nyumbani kwenu, ungali nategemea watu fulani, ungaliki nategemea shangazi yako, myomba yako, baba yako, hauna maana. Lakini siku hautawategemea wao, ndipo valere yako itaonekana, valere yako itajulikana. Lakini hivi ungaliki natumainia wazazi wako, baba yako, mama yako, watu wa aina mbalimbali, valere yako haitaonekana. Na mimi namuona Mefibosheti Lodebar. Mefibosheti alipotupwa Lodebar, wakati Daudi alikuwa kutrone, Daudi akaambia Siba, nitafutie Mefibosheti kwa ajili ya mema ambayo Jonathan alinifanyiaka. Mefibosheti akaletwa, na sasa Mefibosheti aliletwa akawekezwa kwa kiti cha ufalme. Nataka ambia mtu mmoja hivi, neno lina nguvu kukutosha mahali kwenye watu walikutupaka, na linakuingiza katika baraka na linakupa heshima. Neno liko na mamlaka, neno lina uwezo. Acha mwaka wa 2026 neno la Mungu likupe ushuhuda. Nataka nikupakulie pointi 3 zitafanya ujue nguvu ya mbegu. Première des choses, mbegu ni kukubali kuzikwa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na yeye. Pointi ya pili ya mbegu ni kukubali kuchafuliwa na watu wote. Na pointi ya 3, itafika wakati utatukanwa, utatupwa, utaachwa na kila mtu, lakini neno likikaa ndani yako litasema lenyewe pahali pako. Na mimi nataka niambie mtu moja magharibi ya leo, kubali kuzikwa pamoja na Kristo. Ukizikwa pamoja na Kristo, siku utafufuliwa na Kristo, utafufuka na ushuhuda wa kipekee, utafufuka na baraka za kipekee, utafufuka na miujiza. Na kila aliyekudharau saa atakuona, atasema hakika huyu jamaa Mungu amemfufua. Na acha nikwambie, kila kitu chako ambacho kilikuwa kimezikwa hii mwaka ya 2026 mimi nakifufua katika jina la Yesu Kristo. Kama unakubali neno hili, sema amen pamoja na mimi, na Bwana aifanye kwako. Mungu akubariki, Mungu akutendee miujiza, Mungu akufanyikishe. Kama ni proje ambayo ilikuwa imezikwa na wachawi, ikazikwa na watu wabaya, mimi nakuja kama mtumishi wa Bwana kuifufua juu ya maisha yako. Na acha Bwana akubariki magharibi ya leo, na useme amen. Utakapokubali kuchafuliwa na watu, ndipo heshima yako itaonekana. Kila mtu aliyechafuliwa, kuna watu ambao watakuchafua
na haukuwafanyia kitu. Kuna watu watakuchafua na hauna probleme nao, watakuparamia tu. Hasa kukuchafua ni kwa sababu wewe ni mbegu. Paske hivi uko mbegu, lazima ukubaliwe kuchafuliwa na kila mtu. Acha basi Kristo aifanye kwako. Hata mwenyewe Kristo naye alichafuliwa na watu walimchafua, wakamuita Beelzebuli, lakini Kristo hakuwahangaikia juu alijua kama yeye ni mbegu, lazima afanye mapenzi ya yule aliyemtuma. Mtu mmoja aseme amen. Ukijua kama uko mbegu, hautakuwa beef na watu ambao watakuchafua. Ni desturi ya watu tu wakuchafue, ni kawaida ya watu tu wakuchafue, na saa watu wanakuchafua, haijakuwa shida. Wewe zingatia tu neno la Mungu. Unapolizingatia, hata watu watasema, hata watu watakuinukia, haijalishi. Bwana atakuokoa na Bwana atakubariki. Basi ujumbe huu gawa kwa wengi, na Bwana atakuwa amekubariki. Magharibi ya leo, pokea hizi baraka. Amen.